Haleluya. Amen. Hakuna namna nikufundishe, lakini bado ninaona moyo wako bado unapata ugumu sana kukubali kwamba watu hawakukosei, shetani akiwa na walenga wao. Yaani wanakukosea, shetani akiwa na kulenga wewe. Halo? Amen. Watu hawakukosei, shetani akiwa na walenga wao. Mlengwa, ukiona mtu amekukosea, mlengwa wa kwanza ni wewe. Kwa taarifa yako, mlengwa wa kwanza ni wewe, kwa sababu yule anayekukosea mara nyingi moyo wake unaweza ukawa anakukosea, alafu hata baadaye ndio anajua hivi nimemkosea fulani, wewe jamani, Mungu nisamehe. Na nabaki uko sawa. Wewe uliokosewa ni rahisi kujeruhika moyoni na kuihifadhi. Ni rahisi kuumia, ni rahisi kutunza ile kumbukumbu ikakaa ndani yako kwa muda mrefu. Na kwa hiyo mara nyingi ukiona mtu anakukosea, unatafutwa wewe. Hii ni siri ambayo mimi nimejifunza na nimeijua kwa muda. Ukiona mtu anakukosea, unatafutwa wewe. Sasa likewise, vile vile unapomsamehe, unamsamehe kwa kujua kwamba hapa nilikuwa natafutwa mimi, kwa hiyo nakwepa, sipatikani. Nimetafutwa, shetani ananitafuta, lakini mimi sipatikani. Unapokubali kuingia kwenye hasira zake zilizokuchokoza, basi umepatikana. Shetani amekutafuta na amekupata. Ingawa yanaweza kuonekana ni madogo, lakini haya mambo ni magumu sana kuyatimiza katika practical way. Katika hali ya kinadharia unaweza ukaona kama ni sawa, inawezekana. Ukija kwa vitendo ni ngumu sana. Lakini ukiwa na maarifa haya kwamba huyu mtu amenichokonoa ili mimi nikwazike, ili mimi nikasirike, ili mimi nimjibu vibaya, na nimetoka kwenye maombi. Ukiunganisha hizo doti zote unajua, kwa hiyo huyu ni mjumbe wa kuzimu, ametuma kwangu anikwaze, ili kuzimu aendelee kupata nafasi ya kunishinda. Halo? Biblia inaposema wala msimpe ibilisi nafasi, Biblia inasema wala msimpe nani? Ibilisi. Nini? Nafasi. Usimpe ibilisi nini? Nafasi. Ndio mazingira ya namna hii. Kibuka hasira, ukairuhusu ikakonsumu moyo wako kwa muda mrefu, basi ujue umempa ibilisi nini? Nafasi. Na ni lazima hakikisha kwamba unakuwa